Sura ya 3 mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 21. Tutasoma na ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Haleluya! Geza vigelegele kwa Yesu aliye hai. Ujumbe wangu jioni leo, kubali pendo la Mungu. Kubali pendo la Mungu ndani yako ili utoke kwenye upotevu. Kubali pendo la Mungu ili utoke kwenye upotevu. Shetani amepoteza watu wengi, ameiba nafsi za wanadamu wengi, anaziendesha. Na hawa wanadamu wamekataa kumpenda Mungu ndani ya mioyo yao. Wengine wanapenda dini zao, wameshika maelekezo ya dini. Kwa bahati mbaya dini haiwezi kukutoa kwenye upotevu. Wengine wanapenda waganga wa kienyeji, wana maelekezo yao ndani ya mioyo yao. Hayo maelekezo ya mganga tuyapende, hayawezi akakutoa kwenye upotevu. Ndio maana tutakuwa nayo hayo, lakini utaenda kuzini, utaenda kulewa, utaenda kusengenya, utavunjisha mji, na huko unapenda dini. Na anawe mwenyewe anajua upendi kuvunjisha miji hivyo. Kwa hiyo utakuwa unatembea na upotevu, kwa sababu hicho kipenda hakiwezi kukuokoa. Wengine wanapenda mvi. Yaani ukiwakuta kwenye skiti wako kuangalia maigizo gani, una movie gani leo? Hizo mimi hiyo mwanangu hiyo naipenda. Mwanadamu anapenda hayo. Wengine ndio mimi Simba tam na mimi anapenda mpira. Akiongelewa mpira yeye anasikia ndani kama kuna kitu kinaruka, yani ni dam. Paka una matendele ya hizo mechi. Kini bado nafsi yako mwanadamu haijaokolewa. Yukario ile ukigeuka jioni ya leo kumpenda Mungu aliyekuumba, hata kutoa kwenye upotevu. Takuwa salama mwanadamu. Salama yako ni kugeuka jioni ya leo kumpenda Baba wa roho. Watu wanampenda Yesu mdomoni hapa, lakini si kumpenda kushika maagizo yake. Hata hapa nikisema tunyoshe mikono tunampenda Yesu, wote mpaka kule wote tutanyosha mikono. Mimi nampenda Yesu. Anayatenda ya nani? Bwana sio ya Yesu. Bwana unaelekeza waganga wa kienyeji. Hasemi kama napenda waganga wa kienyeji. Bwana maelekezo ya dini wala sio ya Yesu. Na unatembea na hayo maelekezo, bado nalewa, bado mwongo, bado mwizi, bado mlarushwa, bado naloga na kulogwa na hilizo nayo kiunoni. Na wala sio suluhisho. Mganga na mchawi wako ufalme mmoja, na wanakutana kwenye vikao vyao. Unachezea mwanadamu, fahamu hawa ni chuma ulete. Na mnena ile alijitoa msalabani ili mimi na wewe tuokolewe. Kigeuka jioni ya leo kumpenda Baba wa roho, mwanadamu utakuwa salama. Watu wanapenda vitu visivyofaidi, vinavyoharibu nafsi zao. Yaani sasa tunahubiri, wengine wako kwenye skrini kuangalia maigizo. Mnaita nini? Movie. Zinaitwaje?
najifanya hujui, na zinachoma anaweka kwenye flash zao. Wamekaa, mwana kweli hii nzuri kweli, mimi naipenda mno. Na saa hizi inawezekana ndio uko kuangalia hayo, na anaangalia wanavyologa. Watu wanapenda kuloga, sio nao wanajifunza. Yuko anaongea na kijana moja ana dini, anasema mimi nacheza maigizo, naigiza kuloga. Mambo ya ajabu kweli. Akaniambia, mchungaji, tunakuja makaburi ya Romani hapa usiku saa 6 kucheza. Mnavaa nguo meusi, afu anaanza kuloga na rogeji na mapembe, na anasali huyu. Unaona mambo anayopenda, na ndani yake anataka apate hela, anajifunza kuloga. Sasa tumelala yuko kwenye mazoezi hayo, anasema tunaigiza tupate chochote. Dini anayo hayo, najifunza hayo. Mwisho ni mauti, mwisho ni Jehanamu, mwisho kama wanadamu sio salama. Yukaria salama nasi za wanadamu ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kiingia moyoni unakuwa salama roho na mwili. Anasema kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa Kristo ili mimi na wewe tuokolewe, tusipotee, tupate uzima wa milele. Watu wamekataa kumwamini Kristo ndani ya mioyo, wanaamini hapa mdomoni, wanaimba na tenzi za rohoni, wakati wa mwilini ukiwakuta wanaimba unadhani wanaenda mbinguni. Wao kwenye saizi wako kwenye mazoezi, sijui ya Pasaka sijui ya nini, wanacheza saizi zao, wako hivi wanacheza kweli. Tuokolewe, tuokolewe, tuweke huru. Mazizi maokolewa nini? Yaani ukiwakuta wanaanza saa 7 saa 8 mapema na wanalinda muda, wako kwenye mazoezi ya kwata, tutaenda kushindana. Kumbe mnacheza mbina, eti mkashindane kwenye mbina, sio kumsifu Mungu. Na humo wana mahawala wake za watu, aenda tembea nao humo. Mwanadamu toka jioni nipa pendo la Baba aliye hai, haweza kukuokoa ukawa salama mama, ukawa salama binti. Ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Anasema mimi napenda kwaya, napenda kusifu. Umpende Yesu kusifu. Mwana shetani yeye kwa maana sifa. Sasa alipenda Mungu, si amemwasi. Wakuta hata walio kwenye gongo humo, ana wili. Wao kwenye sifa nao wanamsifu kama alivyo shetani wanamtukuza. Kwa nini usimpende Yesu unapenda kwaya? Kwa nini unapenda kusifu upendi Yesu moyoni? Kumpenda Mungu ni kushika amri zake. Kumpenda Mungu ni kutembea na maagizo yake. Kumpenda Mungu ni kuacha uovu moyoni. Yukaria makiingia ndani ya moyo wako, yeye ni salama mama. Hautaweza kubadilisha wanaume kama magauni. Kubadilisha wanaume kama gauni yaliyochafuka paka lini? Na unasema mimi praise team kwenye dini yako, mzee wa kanisa, mimi ni mwana sifa. Akituni kweli nadhani chua, lakini amebadilisha wanaume na ana mahawala hapa. Na mimi Yesu nimeshamwamini tena nampenda. Umeamini Yesu? Aliamini Yesu anakuwa na mahawala? Aliamini Yesu moyoni anaacha dhambi. Imani yenye matendo, anasema imani pasipo matendo imekufa nafsini mwa mwanadamu, wala haiwezi kukuokoa. Nimesema umemwamini Yesu unayotenda sio yake, imekufa hiyo imani, haijawa hai. Bwana anasema mdomoni unayotenda ni ya shetani. Unaimba mdomoni lakini unaishi ni ya shetani. Yaani ukikuta wanaimba unadhani wameokoka, kama hujao rohoni unajua wameokoka kabisa. Maana Mwokozi amefufuka, Mwokozi alishinda kifo, Mwokozi yu hai, Mwokozi maana hayumo ndani mwako. Maana hajai kwa mwanadamu. Nani aliyeshinda kifo na mauti? Mwanadamu okolewe. Ukimpenda jioni ya leo, aingie moyoni mwako. Tunaishi na Bwana, tunakula na Bwana, tunatembea naye. Ni Yesu mfalme aliye hai, Mwokozi wa ulimwengu. Alijitoa fidia juu ya maisha yetu. Tusipotezwe na ibilisi, tusidanganywe na shetani. Wewe unaimba usichokijua, hauelewi.
Wasukuma Tikolo malizia Msukuma. Unaimba sio kijua. Watu wanajivunia dini zao. Wana design zao. Mungu hana dini. Watu wa Mungu hana dini. Utakabiliana naye. Na kila goti itapigwa mbele zake. Na kila ulimi utaapa kwamba yeye ni Bwana. Hata tukihubiri tunasema mimi na dini yangu. Sitaki kuwasikiliza walokole hao. Mimi na dini yangu. Hana dini yeye. Ana watu. Hiyo pumzi ulionayo ni ya Mungu. Na itaripoti kwa mwenye pumzi. Ndio maana mtakiondoka mwili wa marehemu na kuwepo, lakini nafsi imeondoka na furushi kwenda kwa mwenye nafsi ili akuweke mahali sahihi kulingana ulivyoishi. Kila mmoja ataenda na furushi lake. Wengine mafurushi atawafuata, wengine wametangulia mbele kwamba wanatakiwa uende wapi. Hata ndio ya dini. Ya kwanza kumwambia marehemu alishaondoka na furushi, baba mwangalie, hakuna kitu kama hicho. Baada ya kifo ni hukumu. Unaeleweka unaenda wapi kulingana na ulivyo ishi. Mzima leo una nafasi. Tubu leo. Geuka leo. Yukariel. Yeye ni upendo kwa wanadamu. Alimtoa mwana pekee ili mimi na wewe tusipotee, tuwe salama salimini. Watu wana dini, mandoa ni mandoani. Ndani kama uwanja wa mpira. Ni kama serikali na bangi, hamna uelewano. Akiingia mme maana na kwa hiyo dini anaenda na mambo ya ajabu. Unanuna siku hii kwa hiyo dini ni mpenzi team. Kwa hiyo dini anabeba na Biblia anakimbia. Ni kama abudu Mungu. Unaabudu Mungu yupi? Mbona naye aishi sio ya Mungu? Unafanya ibada sio ya maana. Amesema vitoeni viungo vyenu iwe dhabihu takatifu, mfanye ibada yenye maana mbele za Baba. Viungo vyetu vinakuwa dhabihu kwa Baba aliye hai. Anaongea rafiki yako sema na ilabu nakupenda mume wangu. Hivyo. Ya hawa wanasema nakupenda. Mambo ya ajabu shetani alipoteza wanadamu. Ana mume yule hawa aliye naye nje ndiye sasa nakupenda. Yaani wewe uko mzuri. Mume akija. Nadhani ameweka sumu mdomoni. Mafaili ya makosa. Siku ile nimeomba hela kunipa. Nini siji nini. Mafaili ya makosa. Sasa unaenda wapi mpendo? Unaenda wapi na Bwana si unapewa? Una mafaili ya makosa. Humo kwa fahamu zake kuna hakimu. Ana hukumu siku ile alifanya hivi. Siku ile ameidi sana. Ana hawala. Sina nini. Asisubata inaita magonjwa. Wakati naye ana hawala. Njia za upotevu. Ni maisha yasiyofaa. Yukaza kutengeneza maisha yako leo. Yesu mwana wa Mungu aliye hai anageuza mioyo ya wanadamu, anageuza fikra za wanadamu, anaondoa upotevu, anaondoa magagali. Bila kuokoka mtu anakuwa na magagali. Magagali ni sufuria la ugali lile likipikiwa ugali ukiweka maji afu yanaumuka yale matakataka yanaitwa magagali kisafwa. Yanakaa magagali bila kuwa na Yesu. Unafanya mambo yasiyo kupaswa fanya kwa sababu hamna Yesu moyoni. Unamtaja mdomoni lakini moyoni hayumo. Unaishi na magagali, unafanya mambo yasiyo yako. Kusamee uwezi, una maadui wengi, wengine uongei naye mpaka mume ni adui yake. Sema unakaribia kuvunjisha mji wewe. Imekuja neema leo, tubu, okoka. Bwana tengeneze ndoa yako. Bwana tengeneze mume wako. Yuko mwanzili ndani. Ni mfalme wa amani. Ni Bwana wa ndoa njema. Akiingia moyoni atalanda fahamu zako mama. Atalanda fahamu zako baba. Si una mke nyumbani, una mahawala tena hela zote anamaliza huko. Ni shida. Hata watoto ndani haweza kajali. Na yale anayodaka kama mpira yale yamejifunza mafunuo ya kuzimu. Kwanza anapofika niko tayari kumdaka. Nimevaa gauni nyepesi. Ninamdaka ninamweka kwenye mabega. Ninaweka kwenye mabega afu yamweka kwenye mapaji. Mke wake hawezi. Yani jemuze kadi. Yani I see. Yani kwa soft. Hazekagi nane mbazeki. Mfanya biashara acha mambo hayo. Acha umeoa makaba. Acha kuharibu ndoa za wengine. Na yeye mwanaume anaona amenituliza moyo wangu. Unaliwa. Unachunwa. Anarudi nyumbani hela hana yote. Zote limesachi.
Sasa kijanja, matapeli, majizi, hata kupenda hayajui. Ni business ya kutafuta kumlia hela na hayuko mmoja. Sikiliza wewe baba, umeacha familia yako. Hauko mwenyewe hapo, hilo ni duka hilo. Hilo ni duka. Wako wengi wote, maana wewe ni mfanya biashara na kumdaka kila mtu na staili yake. Paka lini hayo maisha? Nyumbani anarudi hata unga hakuacha. Hata mboga hazipo. Hali ngumu, maisha magumu. Sasa unasumbua nini? Nikija hapa ni kelele tu. Ndio maana naona bwana nikapotezee mawazo huko, nikacheze draft. Huko naenda kwenye umalaya. Sio draft. Unapoteza mawazo kwenye draft. Nimshuhudia mtu mmoja, Mungu asema unajua wakati mwingine unakutana na mambo magumu mchungaji nyumbani, unaona bora uende kilabuni upoteze mawazo. Yale mambo magumu yataenda. Hayaondoki kilabuni. Hayaondoki kwenye draft. Yukaria haweza kukoka baba, ukawasoma ukatoka kwenye upotevu. Tunampenda mmoja tu. Yaani ukiokoka utapenda mke wako tu. Ukiokoka utapenda mume wako tu. Wengine wale wote hawakuhusu. Na ni kweli toka moyoni huwapendi. Maana Mungu amesema wawili watakuwa mwili huu. Hakuna watatu wala wanne. Akiingia Yesu akina kaa vizuri bwana. Mama okoka. Baba okoka. Kijana okoka leo. Kubali pendo la Mungu leo. Toka kwenye upotevu ulionao. Toka ukoibiwa na ibilisi huko. Tafanya kazi za ibilisi mpaka lini? Mwisho ni jehanamu hayo kazi ulifanya. Sio vijana, sio mabinti, sio wamama, yani ni shida. Nilienda mji mmoja paka babu. Babu ita na hawala. Ni mambo ya chapa. Yani babu na hawala toto. Wajukuu anaambia siku nimemletea bibi babu na mapengo. Ni shida. Nafsi zikipotea, Shetani anajiendesha nafsi za wanadamu. Yaani mwanadamu anaporomoka heshima yake. Yaani anakuwa sawa na mbwa tu. Turudi kwa Muumbaji. Heshima yako irejee. Jina lako lirejee. Kwa Baba wewe. Kwa kumpenda aliye hai. Akiingia ndani ya moyo wako. Yesu mwana wa pekee wa Mungu aliyemtuma ili tuokolewe kwa yeye. Akiingia ndani yako atarudisha heshima. Kwake tunakuwa salama roho na mwili. Aliupenda ulimwengu kupita upeo, akiwa na kusudi mwanadamu asipotee. Akamtoa Kristo. Wewe unaimba usichokijua. Saa hizo na mazoezi juu ya Pasaka, hata uelewi maana Pasaka. Unakula Pasaka wewe mzinzi? Israeli walikula Pasaka, waliotoka utumwani waliazimisha Pasaka, na Pasaka hakuwa naliwa mzima kwa kuokwa kwa moto. Na Pasaka ni neno la Mungu, tunalila lizima kuanzia kichwa paka miguu, ambaye ni Yesu mwenyewe. Unazimisha usichokijua. Geuka leo. Tubu leo. Rejea leo mwanadamu. Niko pendo la Baba wa roho. Ninakuita Baba leo. Geuka leo. Toka kwenye uovu ulionao. Kubali kumpenda Mungu. Utaipenda dini, utaenda nayo wapi? Dini zimesajiliwa wizarani, kuanzia kubwa mpaka ndogo. Na ukifika wizarani wanauliza una wanachama wangapi? Zinasajiliwa kama vyama, kama CCM na Chadema. Wala hazina wokovu, wala hazina usalama wa nafsi yako, wala hazina usalama wa ndoa yako. Yuko mwanzishi wa ndoa aliyeimile. Ukija kwake atatengeneza ndoa yako. Ni mfalme wa amani, ni Mungu Muumbaji. Anasema yeye ni Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno asiloliweza? Hakuna neno asiloliweza. Shida wewe tu umemkataa moyoni. Ndio maana shida imetokea nani? Anaenda kwa mganga. Unaenda kumweleza mganga habari ya ndoa yako? Ndiye aliyekuunganisha huyu. Ndio yeye aliyesema watu hawana. Ni mambo ya ajabu. Tena anaeleza mtu, yani anakuwa muwazi kumweleza mganga kama Mungu. Yani anaeleza shida yake, yani nisaidie na heshima mpaka magoti. Mganga, tubu leo. Yuko Baba wa roho, haweza kuataa kwenye upotevu. Unafanya kazi mbovu mno.
Hata hao wanaoharibu miji ya watu ni kwenda kuoga mikosi, kufanyeje, akiniona niwe na mvuto. Yaani ndio kazi kwa waganga. Akienda pale anaanza kuosha, nataka nioshe, kuna baba na hela, nataka nimharibie, nioshe kabisa, nitengeneze, toa mikosi, nipeza mvuto za mapenzi. Ndio mambo mlionayo. Kazi hizo ni mbovu. Sio mapenzi ya Mungu. Toba mwanadamu leo. Toba mwanadamu leo. Amelaaniwa mtu anayemtegemea mwanadamu anayekufa. Moyoni amemwacha aliyemuumba. Toka tubu leo. Wanadamu wamekataa wengi kumpenda Mungu moyoni. Wanapenda waganga. Ndani ya mioyo yao wameshika maagizo ya waganga. Wanapenda mizimu. Wanaelewa mabuko. Maana ndio hayo wanayotumainia. Akiingia kwenye dini, anaingia kwenye faraja tu kwenye dini, lakini ana maelekezo ya ukoo. Kwenye makaburi anaenda, eti anatoa maombi kwa aliyokufa. Ni mambo ya ajabu. Anaenda na ugali kwenye kaburi. Sasa hivi kweli unaamini afu unasema unamwamini Yesu. Na haya matendo mbona ni mengine? Kama umemwamini Yesu kwa kaburi unaenda ufanyeje? Ndio Yesu aliagiza hayo. Wewe uko hai, mtu aliyekufa na msaada na wokovu kweli wa shida zako. Yukarie hilo, alishinda kifo na mauti. Siku ya tatu alitoka kaburini, mauti imemezwa, haina nguvu kwake. Ukija kwake utakuwa salama mama, utakuwa salama kijana, utakuwa salama baba. Kwa Yesu tunakuwa salama salama. Anasema hakumtuma mwanae ili ahukumu ulimwengu. Alimtuma mwanae ili ulimwengu uokolewe kwa yeye. Hakuna wokovu pengine. Nenda kwa waganga, naambia ndugu, mwingine anapiga na simu, nimechoka na huyu mwanaume. Mama yana nani wala hana wokovu mama wako wa ndoa yako. Siku moja nilikuwa nashuhudia nyumba kwa nyumba. Nikafika nyumba moja, nikamkuta huyo mama. Nilifika pale nikaanza kumshuhudia, pokea Yesu wa Bwana mwokozi wako. Bila Yesu huwezi kuwa salama. Ndio mwokozi. Unaweza kumvocha, unapigia mama dada, umweleze shida ulizonazo, na yeye anasema mbona wewe ni ndogo. Mimi ndiye anakuambia shida kubwa. Alilia yule mama, kumbe na yeye ametoka kupiga simu. Hakuna wokovu kwa mwingine. Hatuwe na ndugu wenye hela, hawana wokovu wa shida zako. Wala pesa haiokoi. Wala magari hayaokoi. Wala vitu katika mwili havina wokovu. Unaweza kama unakaa chini, hata kigoda kwako hakipo, lakini ukiwa na Yesu ni kitu cha thamani. Na una uzima wa milele. Na ukiondoka utaishi na Baba milele. Yeye haimo kwenye vitu vya mwili na vya dunia hii. Yumo kwenye neno. Ukiingia kwake utakuwa salama salimini. Maana wokovu kwake pekee, aliyeshinda kifo na mauti, yu hai milele. Tunahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa siku kucha na mchana kutwa, lakini katika yeye aliyetupenda tunashinda zaidi ya kushinda kwa aliye hai. Wachawi wanasema hawa yanatuailini, si wana nguvu gani? Aliyetupenda, katika yeye tunashinda, tunakuwa hai, hatulogi, ni kwa yeye aliye hai milele. Tuko salama ndani yake. Usalama sio ukoo wako, sio ndugu, sio hela ulizonazo, sio kazi, wala sio nyumba. Nimeshangaa eti wengine wapo wanasema eti wanahubiri pokea gari. Na usipokee gari itakuokoa gari. Watu wamekaa kwenye skrini eti pokea mjiza wako. Pokea, yaani hapo ni upotevu tu. Hawa ni upotevu unaopeana. Nafsi yake takimpokee Yesu, itoke kwenye dhambi, iokolewe, toke kwenye utumwa, toke kwenye vifungo vya dhambi, ukawekwe huru, bali na dhambi mwanadamu. Hiyo ndio salama yako. Nadhani Yesu aliacha mbingu aje kupa gari wewe? Aliacha mbingu itakupa nyumba wewe self contained? Unaenda kupokea muujiza, hela zinaingia hela. Zinatoka wapi? Mmeiba wapi za kuzimu? Muujiza unatoka wapi? Huyu mtu ni mzinzi. Muujiza unatoka wapi? Huyu mtu ni mlevi, ni mchawi. Anatoka hapo kusikiliza hizo pokea muujiza, anaenda kulewa tena. Ni Yesu huyo.
Yeye anasema aliupenda ulimwengu, alimtoa mwanae wa pekee. Anayemwamini mwana aokolewe, asipotee, asiishi na dhambi, arejee kwa Baba. Kutenda yaliyo ya Baba, kufikiria yaliyo juu. Kristo aliko, sio yaliyo katika nchi. Amesema fikirini yaliyo juu. Kristo aliko. Ikiwa mmekufa pamoja naye, yafikirini yaliyo juu. Sana wewe unatapokea gari. Gari ni la juu. Si ya nchi hayo, si ya dunia hayo. Fikirini yaliyo Kristo aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na anasema atakapofunuliwa wale wanaofikiri, waliokaa ndani yake, watafunuliwa pamoja naye, ili wakamlaki mbinguni. Teuka leo mwanadamu. Toka kwenye udanganyifu ulio nao. Saizi watu wana dini zao, wanaenda kwenye dini, akitoka kwenye dini yuko kwenye sikilini. Chukua mafuta paka, fanya hivi. Chukua maji, chukua chumvi. Kwenye dini anaenda kujisajili. Akipata shida za mwili wamsaidie. Lakini yeye na mafuta, si na chumvi. Haya ni mwanadamu, ni upotevu. Mbingu na nchi alisema kwa neno, na hata kupona tunapona kwa neno. Kwa jina la Yesu weka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sio chumvi. Hao waganga wa kienyeji wamekamata wengi watu. Wanaenda kwenye dini lakini wana imani nyingine. Wana maelekezo mengine, wana waganga wao. Ndani mtu amenunua mafuta. Sijui dasi tunaonunua 1000 kwenye rejareja, sio ananunua shingapi wao. Eti mnanunua shingapi? Unasikia? Sasa kwenye rejareja ni 1000. Kwenye jumla itakuwa shingapi? Ni chini ya 1000. Wenyewe wanauzia watu 3000. Nasema haya maji kamwage kafanyeje? Huyu ni mkanga. Kwa neno lake alifanya mbingu na nchi, na ndani ya hilo neno limo kwema uzima. Alipoonekana kwa watu, alikuwa nuru ya watu, wala giza halikuweza. Ni ndani ya neno la mwana wa Mungu aliye hai. Alikuwa ni neno, alikuwa rohoni, akavaa mwili, akaja duniani amtafute mwanadamu aliyepotezana na Baba wa roho. Anitafute mimi na wewe tuliopotezwa. Lakini shangaa moyoni mtu anamkana. Ameshika mengine, ana mwadhiti, ana maelekezo mengine, ana mafunuo mengine. Hata kija kuokoka wanakuja kujiigiza, madawa nayo na manini anaficha. Unajitupa mzima kwa Kristo. Hayo yote mamizizi ulizindika lijumbo, huo ni upotevu. Ni udanganyifu wa ibilisi. Ameshikisha nafsi yake tembea na hayo. Inabidi ulete vyote, linachoma moto peupe. Ili upokee Yesu, uanze kutembea na Yesu. Sio hayo. Sio amedanganya watu, anajua eti ameficha uchagoni. Unadhani yako uchagoni yani? Kwani alikuja kuleta kitandani? Si alikupa wewe? Na wewe ni roho. Wewe ndio unatembea nani? Waganga wamedanganya, nadhani anazindika lijumba, amechimbia kule kona, kumbe yeye mwenyewe ndiye anatembea nayo moyo. Baada ya kutembea na neno kwenye dini anaenda, lakini ana miungu yake, ana mazindiko yake aliyefanywa na waganga. Hapo anasema Yesu ni Bwana. Na yale toba leo mwanadamu. Toka pendo la Mungu linakuita. Kubali pendo la Mungu okolewe. Toka kwenye huo upotevu. Shetani amepoteza nafsi za wanadamu wengi. Amewaiba wasomi na wasiosoma. Ameiba matajiri na maskini, wote anawaendesha kwenye upotevu. Yaani dhambi ya uzinzi hiyo, matajiri anawapeleka kwenye uzinzi mpaka maskini. Mpaka mwenye kiwango cha chini cha kunywa gongo anahonga gongo naye. Kwenye gongo humo kuna wazinzi. Kwenye baa kuna wazinzi. Wapo wananunua zile za bei, wanaziweka kwenye friji kwake. Na wenyewe ni wazinzi, wanamzaka na wenyewe ni walevi, grade. Mwingine ana 1000 amepata mke, anaenda kuzini. Mwingine anaonga 5000. Mwingine 10,000, wengine 200,000, wengine wanaonga magari. Sababu ni moja, uzinzi na umalaya. Amaweka magrade wanadamu, amapoteza. Ndio maana kisha poteza roho yako, ujue vitu vyote hivyo navyo anavitumia yeye. Yaani anamuiba mwanadamu pamoja na vitu vyote alivyo navyo, hapa anamuendesha yeye. Usalama wako ni wewe mwenyewe kutoka kwenye upotevu leo. Kumpenda Baba aliyemtoa Yesu msalabani, aingie ndani ya moyo wako, roho yako itaokolewa na vitu vyako vyote vinaokolewa.
Aliokoka hawezi kaenda kuhonga, wala hawi na hawala, hawezi kwenda kwenye baa. Hela yake haiendi huko, maana ameokoka yeye. Yupo Yesu moyoni, ametoka kwenye upotevu na hela inatoka kwenye upotevu. Hawezi kwenda kwa mganga na mnyana hela. Shatoka huko. Geuka leo, rejea leo, kubali pendo la Mungu. Watu wengi wamekataa pendo la Mungu ndani ya mioyo, wanapenda mambo ya dunia hii tu, na hayo wanaendea kwa shauku. Wanapenda dini zinawaambia mambo ya kuwafariji waishi na dhambi, waendelee kuoga, na kwenye dini anaimba, na kwenye dini mzee wa kanisa, kwenye dini si mwenye kitu wa nini, wanafurahi. Tusisemane vibaya jamani, tupendane. Unataka kusemana sio vizuri. Unaambia acha dhambi, unasema vibaya wakati ndio pendo la Mungu. Kuna mzazi yupi mtoto arudi saa 8 atasema mwanangu mzuri, urudi saa 9 tena kesho. Ni mzazi huyu. Ndio dini zilivyo. Anayeloga anampaka mafuta, tena anampa cheo, ni mzee, ni mwenyekiti, si nani kwenye chama gani, wanampa vyeo, huko analoga, huko mzinzi. Mwalimu wa kwaya anawapitia wote mabinti mpaka wake za watu. Huyo tena anapewa uongozi. Geuka leo, tobu leo, rejea mwanadamu, waweza kukoka ukawa salama salimini. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:9 anasema Mungu alitupenda, sio kwamba sisi tulimpenda yeye. Yeye alitupenda akamtoa mwanae, kupitia huyo mwanae tupate uzima wa milele. Ni mtu anayekubali kuingia kwenye pendo la Mungu, kufika amri na maagizo, anaingia kwa Kristo mzima na kumsaliti shetani na kumpa talaka peupe. Yaani mambo ya shetani ni peupe, kubali kuyaacha. Kama sitaki tena kuoga, matunguli haya hamna. Ukifyodoa macho hivi umeshaloga wengine, unasema yaani macho haya ni viungo vya Mungu, nivitoe kwa Mungu. Sio kuloga, sio kutumia madhara wengine. Nimeamua kuokolewa, sitaki nguvu. Na unaifunua, unasema kibandikiwa haina nguvu, maana umeikataa. Geuka leo, rejea leo, tobu leo mwanadamu, nafasi ngali nayo, niko pendo wa Baba inakuita jioni ya leo. Tobu mchawi, tobu mzinzi, tobu, geuka leo. Kikuta wamekani kuteta helelele, hana nini yule, ni utesi, ni mauongo. Yaani wakikaa mama 3 4, mambo yanaongelewa hapo ni dhambi. Yaani wanaopeana yote ni dhambi juu ya dhambi. Kila mtu anamweleza siri zake. Huyu ndio tunapeanaga siri. Tunapeana siri na wanadamu. Atakuokoa sasa. Tunashikiana siri. Mzee wa mwanaume amegeuka mama. Nikwambie wewe. Na anasema wewe na mimi. Sasa ili nini mpate nini? Toa kwa Yesu. Yeye ni mfalme, ni mtengenezaji, anaweza siwezekana kwa wanadamu. Ukija kwake ipo suluhu ya shida ulionayo. Maana anasema njooni kwangu mlioelemewa na mizigo. Wewe mzigo unamtwisha jirani, atajitwisha mizigo yako, na yeye ana mizigo yake. Kwa hiyo wamama wanaanza kupeana, huyu atembea na mzigo wa mwenzake na huyu atembea na mzigo. Kwa hiyo huyu ana habari za huyu na huyu ana habari. Huyu anamwambia mwingine, mama fulani simuone hivi, mume mama hata hampagi chakula. Sikiza hata matumizi. Na yeye huyu amepata kutembea naye. Unamwambia huyu na yeye anatembea. Sasa umetatua shida hapo. Yupo mmoja anayetatua shida za wanadamu. Ni mfalme, ni Mungu muumbaji. Ukija kwake utakuwa salama. Tunapeleka haja zetu, maana yeye anajishughulisha sana na mambo yetu. Yaani ukipokea Yesu moyoni, kakaa kwenye pendo lake, yeye anashughulika na mambo yetu ili tuwe salama. Ni mlinzi wa Israeli, ni mtetezi. Pake tunakuwa salama, roho na mwili. Tunamweleza hoja za mioyo, pake kama jibu ya nafsi za wanadamu. Ni mfalme, ni Mungu muumbaji. Kimpata yeye umepata vyote. Ndani yake umo utimilifu wa haja za mwanadamu. Kuna utoshelevu. Hatuwe na gari, halina utoshelevu. Hatuwe na pesa, hazina utoshelevu. Utoshelevu ni Kristo. Kuna utimilifu, anakata tamaa. Yaani mtu unaishi kwa mapenzi ya Mungu na unakuwa na shauku kutenda yaliyo ya Mungu katika hali hiyo hiyo ulionayo.
unatembea kwenye utaua, huko ndio kuna kulizika, huko ndio kuna utoshevu. Tamaa kuisha za vitu, unaishi kwa Bwana. Wewe ukoje? Hata moyo wako ni shahidi. Mbona umejaa tamaa mwanadamu? Mbona umepotea? Iko neema leo letea. Iko pendo la Baba leo. Geuka jioni ya leo. Amua kurejea leo. Rejea kwa Muumbaji leo. Haweza kukuokoa uwe salama. Simama kwa miguu miwili Mungu aliyokupa. Nikaombe nawe jioni ya leo. Hasa zaidi wewe uliyekubali kupokea pendo la Mungu jioni ya leo. Simama makutano wote. Tusogee. Takuwa njema na maamuzi ya kubali pendo la Mungu moyoni leo. Sogeeni watu wa Mungu. Sogeeni na nyie huko mabinti mlioko huko, ni pendo la Mungu tu. Hakuna kitu kingine tulichokileta. Tumeleta pendo la Mungu kwa wanadamu wote, watu wa majengo wote. Ni pendo la Mungu. Ukiingia humo kwake kuna utoshelevu. Anakutoa kwenye upotevu, atakuokoa na yale yaliyo magumu kwako, atakutoa kwenye vifungo vya dhambi ulimoonewa na Ibilisi. Ni yeye tena bila gharama yoyote. Fumba macho yako. Kumheshimu Mungu tunafumba macho. Hakuna maana nyingine, ni kufumba macho kumheshimu Mungu. Ingekuwa njema watu wa Mungu mlioko mbali nyie mmesikia neno mngesogea ili tuombe wote jioni ya leo. Maana hii ni pendo la Baba wa roho. Nimetoa sadaka kwa ajili yangu tupate wokovu. Toke kwenye upotevu, kwenye udanganyifu wa dhambi. Fumba macho kumheshimu Mungu. Na tunapoenda kuomba, wewe uliye na utayari kuingia kwenye pendo la Kristo, utanyosha mkono wako wa kulia huku umefumba macho. Tufumbe macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, metembea jioni ya leo, mesema na umbaji wako na mmoja Mungu wa uzima, kwamba umemtoa Kristo kudhihirisha kupenda ulimwengu. Kila anayemwamini yeye moyoni atoke kwenye upotevu, awe na uzima wa milele. Neema ifunuliwe jioni ya leo kwa mama yule, kijana yule, baba yule, binti yule, mtoto yule, Alfa na Omega. Thibitishe neno lako, maana umelituma ili okoe chini ya neema na rehema, kwa damu ya mwana kondoo. Siana hilawa, na simama kinyume na kila nguvu iliyo kinyume na kweli. Nafunga roho za uchawi na uganga, aboma madhabahu za kuzimu, kwa jina la Bwana aliye hai. Ninalipua moto miungu kwa jina la Yesu Kristo. Tamka uweza mamlaka yako na neema yako kwa Mungu mkuu. Funulia ndani ya mioyo ya watu wako. Kila aliyesikia na kupokea neno ndiye uhai na wokovu jioni ya leo. Asante, upometendi tukuzwe katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Kiomba na kushukuru. Wote tuseme amen.